Yes, halo, anayezungumza hapa ni L'International aka Waita Nasuchwa. Tupo hapa na Mr. Kelvin tukipiga na story. Na bila kusahau hapa ni kikao cha wazee wa Mbondo Kakuma. Na tuko na Mr. Kelvin, wacha tusikie mawili matatu kutoka kwake. Mr. Kelvin, tumesikia kwamba wewe ndio ambao umeleta malalamishi kwa wazee wa Mbondo Kakuma. Na unaweza kutueleza wewe ni nani haswa mpaka ulete malalamishi hapo hivyo, na uko wa upande gani haswa? Naweza nikasema kwamba sio mimi nilileta malalamishi, lakini ni kiongozi Kizito alileta malalamishi yake, na mimi niko kwa kamati ya wasemaji wa Kizito. Nafikiri umenielewa vizuri. Okay, nimeshakuelewa. Na pia kuna jambo lingine ambalo nimesikiza kiongozi wenu ambaye mlimtihua na akidaisha kwamba ameibiwa kura, na pia anasema kamati ya Saibeki yote ivunjwe na kuwekwe watu wengine. Unafikiriaje kuhusu hili swala, ama unaweza kaliongeaje? Mimi naweza nikasema kwamba kura haijaibiwa, lakini Saibeki ndo iliviole constitution, haikuheshimu sheria za uchaguzi, na wao wenyewe walikubali hawakuheshimu sheria za uchaguzi. Ndio kwa maana alikuwa akidai kwamba basi uchaguzi urudiliwe na Kizito na ndugu yetu Jean Benoit wasipate nafasi ya kugombea tena, waachie watu wengine. Bana, niki mumuchanga byose bibili bimetanano na tumona nose tomutolo bino tumuita michakato imanya ukweli ule wale ama sheria hiyo achi na mumona nose bembe mwe shita hivyo le tuzidi yongea na Mr. Kelvin na tumanye ile wake ontema. Na sasa kuhusiana na ile swala ambalo nasema kwamba uchaguzi urudiliwe, na mnaona ndio inaweza kawa suluhisho zaidi sana ya kusuluhisha ile jambo na migogoro ambayo iliyoko hapa? Hiyo ni pendekezo yetu, kwa sababu tukisema uchaguzi urudiwe, kuna sheria zingine ambazo tutaset kwa kuhakikisha kwamba uchaguzi umeenda vizuri, kwa sababu kuna makosa yametokea na tutajifunza kutokana na yale makosa yenye yalitokea. Okay. Bana, ndio Mr. Kelvin huyu ambaye tunazidi kuzungumza naye, na najua mnamsikiza nyinyi wote na mnazidi kumfuatilia. Ni kusema kwamba Mr. Kelvin, tunashukuru sana kwa muda wako, ila tutakuwa nawe tena kwa sababu bado tunazidi kufuatilia kwa mtu mmoja au mwingine. Mimi chenye nasema ni kwamba hatuko hapa kuharibu ubembe Kakuma hapa Kenya, lakini tuko hapa kutengeneza. Tukae chini tuongee, tupate suluhisho ambayo itakutanisha wabembe wote pamoja, tuwe pamoja, sio malumbano. Sisi hatuko hapa kugawa wabembe, ni kuleta wabembe wote pamoja. Okay. Tunashukuru sana kwa muda wako. Okay.